Tuungane na mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Simba ambaye pia aliwahi kuwa katibu mkuu wa FAT ambayo sasa hizi ni TFF, Ismail Adem Rage, tuweze kuungana naye pia aweze kutupa mtazamo wake kwenye solution juu ya nini kifanyike kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby. Mzee wangu Ismail Adem Rage, habari ya muda huu, heshima yako? Nzuri tu bwana, habari za hapo studio? Hapa sisi tupo vizuri kabisa. Moja kwa moja nikikupeleka kwenye jambo letu. Muda mchache uliopita moja kati ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya TFF na mwenyekiti ambaye alikuwa mwenyekiti wa wanachama wa TFF, Eliud Mvela, yeye amesema inabidi mwenyekiti wa bodi ya ligi ajiuzuru ili jambo hili liweze kusonga mbele. Wewe maoni yako kama senior wa Tanzania, pia umewahi kuongoza kwenye ngazi ya klabu pamoja na ngazi ya shirikisho, wewe labda solution inaona iwe nini ili jambo hili liweze kufikia mwisho? Mimi sioni tatizo lolote mpaka sasa. Tatizo tu ni kwamba TFF pamoja na bodi ya ligi wafate kanuni inavyosema. Naam. Tarehe 15 wameshaamua mechi ichezwe, asiyefika uwanjani anyang'anywe pointi 3 na goli 3. Timu itakayofika ipewe, na hiyo timu ambayo haitafika inyang'anywe pointi 15. Na Mheshimiwa Rage umetoa moja kati ili tuwe na nidhamu ya kanuni na taratibu za mpira wa miguu. Naam. Tukifika mahali tunaanza kubembelezana, haifai hata kidogo. Natakiwa tuheshimu kanuni za mpira wa miguu. Yanga na Simba ndio timu kubwa zinazotakiwa kuonesha mfano wa kuheshimu kanuni na taratibu. Hayo yaliyotokea nyuma ya tuhusu sisi wenye mamlaka ya kupanga ratiba, wenye mamlaka ya kuahirisha mechi, wenye mamlaka ya kuchagua uwanja uchezwe upi. Ni chama cha mpira cha taifa na bodi ya ligi, ndio kanuni inaposema. Hata bila shangaa nyinyi mnajadiliana, mnataka kujadiliana iweje? Sasa Mheshimiwa Rage, kwenye uzito wa hili jambo kwa watu tofauti, na hata mara ya mwisho Mzee Mguto alisema ugumu unakuja kwenye kuzipa adhabu kubwa hizi Simba pamoja na Yanga, na akasema ni nani ambaye anaweza akaishusha daraja Simba. Ninakubaliana na wewe kwamba huko nyuma kuna makosa yamefanyika. Naam. Kwa sababu Simba hakukataa kupeleka timu, alilalamika tu verbally, na kwenye sheria hayo mtu anayelalamika verbally hakuna written evidence. You don't take it as a serious issue. Una take issue serious kwamba Simba waliandika barua ya kusema kwamba hawaende kucheza mechi. That is not an issue. Lakini mechi iliahirishwa na TFF na bodi ya ligi. Ndio wenye mpira wao shekhe. CAF wameahirisha michezo ya CHAN Tanzania. Serikali haiwezi kulalamika wala haiwezi kudai fidia wala haiwezi kufanya chochote, kwa sababu wenye mpira wao ndio wameahirisha. Wanaweza wakaamka kesho wakaamua wakasema bwana, sisi CHAN sasa tuleti Tanzania, tunapeleka Mozambiki. Ndio kanuni zilivyo shekhe wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rage, wewe madai ya Yanga unaona hayana maana kwa sasa? Madai ya Yanga tunaisha kwenda mpaka kasi shekhe. Kuna chombo cha juu kuliko kasi. Kwenye usuluhishi hakuna. Hakuna, ndio hiyo. Kwa hiyo wewe kwa hiyo maamuzi ni kwamba mchezo uwe pale asiyetokea. Mchezo utachezwa kwa sababu mimi kwanza nataka nikuhakikishie leo. Naam. Yanga hiyo mechi. Usisikilize haya maneno ya wanaongea mashabiki. Na nakwambia hivyo kwa sababu gani? Wanaelewa madhara yake. Yanga na Simba sasa hivi kwenye international match wamefika kwenye grade kubwa ambayo hawezi kuwa mtu mjinga kubali tu kwamba mechi ile isicheze, kwa sababu wasipocheza Yanga mechi hii itawagharimu kutokucheza mashindano ya CAF mwakani, ambayo mashindano ya CAF kwa sasa hivi kuna faida mbili kubwa. Moja ni faida ya klabu kupata pesa. Pili ni faida ya wachezaji wa vilabu hivi vikubwa vinavyoshiriki kwenye mashindano ya CAF, wachezaji wao kupata soko. Utaona
mchezaji mmoja wa Yanga Aziz Ki. Yes, Aziz Ki ameenda Wydad. Ameuzwa kwa sababu ameonekana sio kwenye Premier League. Ameonekana kwenye mashindano ya CAF. Na klabu imefaidika, imepata donge nono. Mheshimiwa Rage, kwenye hili jambo namna ambavyo linakwenda, linaonekana kuna sehemu malezi yalikosewa kwa Simba na Yanga. Ndio maana Yanga alivyoandika barua, bodi ya ligi ikakubali, kairisha mchezo. Yanga naye saizi amegomea kucheza huo mchezo. Tumekuwa tunaenda tunarudi, ni kama imekuwa vita ya pande mbili. Wewe ulishakuwa katibu wa FAT kipindi hicho kabla ijawa TFF, na unaingia kwenye mkumbo wa kwamba kweli Simba na Yanga kwenye malezi kuna eneo ambalo mlikosea, na ndio maana kuna muda wamekuwa wanataka wapate zaidi ya wengine au hata kushindana na mamlaka ya soka. Ndio maana mimi nakubaliana na wewe kwamba kuna kasoro ilifanyika. Lazima tukubali wote. Katika utaratibu wa kuahirisha mechi hii, utaratibu mzima haukupatwa vizuri. Hilo lazima tukiri. Lakini waliofanya makosa hayo ni wenye mpira wao wenyewe, wana sababu zao kwa nini waliahirisha mechi. Ndio. Unasikia bwana? Katika mpira kuna vitu vingine vinaitwa kuangalia heshima ya mchezo wenyewe. Sasa heshima ya mchezo wa dabi wa Simba na Yanga ni kubwa sana. Kitu ambacho mimi na wewe tunachotakiwa kuambia viongozi wa bodi ya ligi na TFF kuanzia sasa, baada ya matukio haya ambayo yametia dosari kwenye mpira wetu, naam, na hakika watajirudi, haitatokea tena kashikashi hii. Hata ilishafika mpaka bungeni bwana hii. Mpaka waziri alinifurahisha alipoita kuongea nao, alipotoa statement yake alinifurahisha sana. Aliongea akifahamu kabisa kwamba kwa mujibu wa sheria za FIFA serikali haina mamlaka kuingilia uendeshaji wa mpira wa miguu Tanzania. Na huo ni utaratibu huko duniani kote. Leo Kongo Brazzaville hawashiriki mashindano yoyote mpaka watakapofuata matakwa ya FIFA. Kenya walikuwa na upuuzi huo na wenyewe wakatolewa. Baadaye wakanywea wakafuata masharti ya FIFA. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba tuwashawishi Yanga wacheze, bingwa apatikane uwanjani. Ungana na Eliud Peter Mvela kwamba lazima watu wawajibike licha ya mambo yote. Inategemea sasa nani wa kumwajibisha. Mvela akasema Mguto lazima ajiuzulu. Wewe ukawafundisha watu, binadamu yote ana akili yake. Mzee Mwinyi hakuambiwa na mtu yoyote ajiuzuru, alijiuzuru mwenyewe. Edward Lowassa hakuambiwa na mtu yoyote ajiuzuru, alijiuzuru mwenyewe. Inategemea hekima ya mtu mwenyewe. Kama anaona haya mambo kwake ni mazuri au mabaya. Mzee wangu Rage, kabla sijakuacha uendelee na shughuli nyingine, naomba nikuulize swali hili ambalo nimeuliza viongozi kadhaa. Wewe ungekuwa kwenye nafasi ya TFF au ungekuwa ndani ya bodi ya ligi, ungeweza kuinyang'anya Simba au Yanga alama 15 kwa kutofika uwanjani? Nikupe siri, wamerekebisha hiyo kanuni. Mwaka jana ilikuwa inashusha daraja. Uwanjani ilikuwa inashushwa daraja. Juventus, kuna timu huko Italy ilishushwa daraja kama uelewi. Kwa hiyo ungeweza kushusha Simba au Yanga daraja mmoja wao kama ingetokea. Kule Ulaya kuna timu kubwa moja ilishushwa kama sio Juventus. Yes. Italia. Sasa hiyo kanuni imebadilishwa, hamna kanuni ya kushusha daraja sasa hivi. Anasema tangu mwaka jana. Mzee Rage, inatajwa kwamba nchi hii hakuna mtu mwenye uwezo wa kuipa adhabu kubwa Simba au Yanga. Wewe ulishapita na marehemu mzee wetu Ndolanga, mlikuwa mnatajwa, mlikuwa na misimamo, mlishaenda kushtaki mpaka FIFA kwamba serikali imetuingilia. Kwa nyakati kama hii na kesi kama hii, wewe ungetoa adhabu kubwa hata hiyo ya kunyang'anya alama 15? Mimi ningetoa adhabu hiyo, wala nisingeogopa hiyo. na viongozi ningewafungia vile vile kama kanuni inavyosema. Na labda kwa kutukumbusha, kwenye wakati wenu wa uongozi, hasa ukiwa upo FAT, tukitoa Simba, tukio gani kubwa la Simba na Yanga ambalo mliwahi kukutana nalo liliwaumiza sana kichwa na mlifanya maamuzi gani? Bwana, yako mengi.
tutafute siku nyingine tutaongea. Nikushukuru sana, nikutakie mchana mwema. Upo Dar es Salaam au upo Tabora? Labda tukio moja ambalo kubwa nalikumbuka. Naam. Wafadhili wao dakika ya mwisho walijitoa timu yao isiende Zimbabwe. Naam. Kwa hiyo ikabidi mimi nimfuate marehemu Mzee Mengi. Naam. Akatusaidia, akatununulia tiketi ya kwenda Harare mpaka Bulawayo. Sawa sawa. Na tulikwenda bila na viongozi. Nilienda mimi kama katibu mkuu na kiongozi mkuu wa na Yanga wakashinda. Yanga wakashinda. Okay. Huo ni msaada ambao mliutoa. Na ingine ni kwamba Yanga ilikuwa ndio timu ya kwanza kuingia kwenye mashindano ya makundi. Walikuwa na timu dhaifu, nikawaomba viongozi wa Simba wakawaazima wachezaji watatu wacheze kwenye mashindano ya CAF kutoka Simba. Sawa. Hiyo fati hiyo. Mimi nashangaa sasa wanachama na mashabiki wanafanya mpira wa maadui. Hebu msaidie mzee mara moja. Yes, bana mzee wangu Rage, nikushukuru sana. Haya, asante sana. Bana huyo ni